Nothing works here. Tsavo is the worst place in the world. What the hell is going on? Lions don't eat this way. Are you sure this was a lion? There's a legend here. 2 man-eaters are making all the trouble. These lions are not like lions. The ghost and the darkness have come. The Ghost and the Darkness. Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza. Na leo tunataka kuvunja vunja movie moja vya kibabe iliyotoka mnamo mwaka 1996 inayoitwa The Ghost and the Darkness. Umeona mpaka hapo? Na sababu kubwa kabisa kuivunja vunja hii movie yetu ya The Ghost and the Darkness ni kumwenzi mchizi wetu Val Kilmer ambaye kwa bahati mbaya alifariki dunia tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka huu, mwaka 2025. Rest in peace Val Kilmer. Na kiuhalisia hii movie ni movie ambayo sasa binafsi mimi kama mimi yani ilinivutia kuingia katika ulimwengu wa filamu. Na in short sasa si movie pekee ambayo nitaifanyia breakdown, vile vile pia nitafanya breakdown ya movie nyingine ya Val Kilmer inayoitwa Batman Forever. Na ni movie ambayo ilikuwa based katika true story, yani kitambo sana mnamo mwaka 1998 pande za Kenya katika sehemu moja inaitwa Tsavo kulikuwepo na simba wala watu. Na kwa bahati mbaya sasa umeona kwa muda wa takriban mwaka mmoja wa simba waliua watu zaidi ya 135. Na asilimia kubwa watu walikuwa wakijiuliza ni kwa nini sasa wa simba wawili wala watu hawa walikuwa kiwaacha pundamilia pamoja na swala mbalimbali na wakaanza kuvamia watu na kuanza kuwala. Umeona mpaka hapo kisa cha simba wala watu. Kabla ya karne ya 19 kunako mwaka 1898 wakati wa ujenzi wa reli ya Kenya Uganda, watu wapatao 135 waliuawa. Sababu ya ni kwa nini simba wakachagua kuwawinda binadamu badala ya wanyama wa mwituni zingali zinazua hisia. Na wakazi wa eneo waliamini kitu kimoja, wa simba sio simba kawaida. Yani waliamini kitu kimoja, kuna uwezekano mkubwa kabisa sasa hawa simba wawili walikuwa ni watu wa zamani au wachawi wa zamani ambao kazi yao kubwa ilikuwa ni kula watu na wameamua kurudi duniani sasa katika mfumo wa masimba. Umeona mpaka hapo? Na wengine wakaamini kitu kimoja, hawa simba wawili walikuwa ni devils themselves, yani mashetani kama mashetani. Umeona mpaka hapo? Na kutokana na hilo sasa umeona hawa simba wakaitwa The Ghost and the Darkness, yani shoti mzimu pamoja na giza. Kwa sababu wa simba walikuwa wanakuja pande za usiku kama mizimu, ila baadaye kabisa walibadilika na kuanza kuvamia vijiji hivi, umeona, nyakati za mchana. Nachokuongezea ni kwamba sasa wa simba walikuwa wakiishi katika eneo moja hivi linaitwa Tsavo, ambao kwa sasa ilipofika mwaka 1948 ile eneo libadilishwa sasa na kuwa Tsavo National Park, yani mbuga ya wanyama inaitwa Tsavo. Na vile vile cha kuongezea ni kwamba sasa ile eneo ilikuwa eneo fulani hivi ambao kabila moja linaitwa Wakamba walikuwa wakiishi, na ile neno Tsavo walikuwa kimaanisha sasa kwa lugha ya Mashinzini the place of slaughter, ambapo kwenye pesa kabisa ya Kiswahili ikimaanisha sehemu ya machinjio. Kwa kiuhalisia sasa Wakamba kama Wakamba walikuwa wanajua kabisa hii sehemu yani sio sehemu nzuri, yani sehemu ambayo watu wengi walikuwa wanakufa au wanyama wengi walikuwa wanakufa. Na kiuhalisia ni kweli kabisa ilikuwa ni sehemu ya machinjio. Na story yetu sasa katika hii movie ikielezewa na jamaa mmoja hivi anaitwa Samuel, ambaye kiuhalisia nadhani undani kuna uwezekano mkubwa jamaa na pia alikuwa ni Mkamba. Na nafasi yake sasa katika hii movie ilikuwa kichezwa na jamaa mmoja hivi anaitwa John Cena, ambaye tumeona vizuri kabisa katika movie au ulimwengu wa MCU kama T'Chaka, the King of Wakanda. Na je, hii movie yetu ilihusu nini hasa? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Na movie yetu nipeleka moja kwa moja mnamo mwaka 1998 pande fulani hivi nchini Uingereza. Nakumbuka sasa ilikuwa ni kipindi ambacho sasa ilikuwa takriban miaka 14, umeona, baada ya ule mkutano wa mashinzini wa kugawa Afrika ambao kwa wataalamu wa historia wanaita mkutano wa Berlin. Umeona mpaka hapo? Na katika mkutano wa Berlin sasa Tanzania yetu au Tanganyika kipindi hicho ilikuwa chini ya Ujerumani, ila kwa upande mwingine ndugu zetu wa Uganda pamoja na Kenya walikuwa chini ya Uingereza. Umeona mpaka hapo? Nakumbuka washikaji ambao wamesoma vizuri historia ni kipindi ambacho hizo nchi za mashinzini hizo Uingereza, umeona, Ufaransa pamoja na Ujerumani walikuwa na fight yani nani awe juu ya mwingine. Umeona mpaka hapo? Kwa in short sasa jamaa wa Uingereza, umeona, kwa sababu walikuwa wameichukua Uganda pamoja na Kenya chini yao, wakaamua sasa kutengeneza reli kutoka Kenya kwenda Uganda kwa ajili ya kurahisisha usafirishaji wa bidhaa mbalimbali. Ila kwa bahati mbaya ilikuwa ni kwamba sasa umeona ile reli ilikuwa lazima ipite katika mto mmoja hivi unaitwa mto Tsavo. Umeona
Umeona mpaka hapa, na kutokana na hilo sasa wakaamua kuajiri mainjinia mbalimbali, na injinia mmoja wapo sasa maarufu kabisa katika movie yetu alikuwa akiitwa John Patterson, ambaye mchinzi sasa alikuwa na asili ya Irish, ile vile vile pia alikuwa na cheo cha kanali katika hii empire ya Uingereza. Na kihistoria ni kwamba sasa ni kipindi ambacho sasa hao jamaa wa Irish walikuwa ni kama watumwa, umeona, ambao walikuwa chini ya nchi ya Uingereza. Umeona mpaka hapa. Jamaa vile vile aliamua kuchaguliwa sasa kwenda kutengeneza daraja juu ya mto Tsavo kwa sababu alikuwa na experience kubwa sana pande za India huko. Umeona, sababu jamaa pande za India huko alikuwa akitengeneza madaraja mbalimbali, umeona, pamoja na barabara mbalimbali bila kusahau reli. Umeona mpaka hapa. Nakumbuka ni kipindi ambacho vile vile pia Uingereza walikuwa kitawala, au hii empire ya Uingereza hii ilikuwa kitawala pande za India. Umeona mpaka hapo. Kwa jamaa ni kipindi ambacho vile vile pia mke wake alikuwa ana ujauzito wa miezi 3. Kwa mshaka kitu kimoja, jamaa kama jamaa sasa alikuwa akitarajia mtoto wake ndani ya miezi 6, na akaapia kitu kimoja kwamba akiingia pande za Afrika, pande za Kenya, hii reli atatengeneza sasa, au wilaya atatengeneza kwa chini ya miezi 5 ili kurudi nyumbani sasa kwa ajili ya kumuona mtoto wake akizaliwa. Umeona mpaka hapo. Na kizi kama mchiza akajipanga akachomoka, umeona, kutoka pande za Uingereza na moja kwa moja kuelekea pande za Kenya. Na hapa tuliona alifikia sasa katika kituo kimoja cha reli kinachoitwa Mombasa. Umeona mpaka hapa akapokelewa na watu na kuchukuliwa moja kwa moja kupelekwa katika ile eneo linaloitwa Tsavo. Na inafasi sasa John Patterson alikuwa akichezwa na jamaa wetu ambaye ni marehemu kwa sasa, Val Kilmer. Rest in peace Mr. Val Kilmer. Na pia baada kufika katika camp ya Tsavo tugundua kitu kimoja kwamba wafanyakazi hapa walikuwa ni Waafrika, na vile vile pia kulikuwa kuna Wahindi, na Wahindi pia walikuwa ni mchanganyiko wa Wahindu pamoja na Waislamu. Na vile vile tugundua kitu kimoja kwamba kuna bifu hapa na pale, yani kati ya Waislamu pamoja na Wahindu. Ni Wahindu kama Wahindu walikuwa kilalamika kwamba umma wa Waislamu walikuwa kimla Mungu wao ambao alikuwa ni ng'ombe. Na ujamaa sasa John Patterson akaamini kitu kimoja kwamba kwa sababu yeye kama yeye kasha kufanya kazi na Wahindi pande za India, basi bila shaka ili kwake halikuwa tatizo. Na vile vile pia tugundua kitu kimoja katika hii camp pia kulikuwepo na wazungu mbalimbali ambao kihistoria tunasema ni kuna wamishionari, umeona, kuna kama explorer na watu mbalimbali. Umeona mpaka hapo. Na missionary mmoja ambaye tulimkuta hapa alikuwa ni jamaa mmoja hivi akiitwa Dr. David Hawthorne, ambaye jamaa alikuwa kama daktari katika hii camp. Ila vile vile pia kuna missionary mwingine ambaye kazi kubwa kabisa ilikuwa ni kusambaza Ukristo. Jamaa alikuwa mkizi mmoja hivi anaitwa Angus. Na vile vile pia Dr. David akamuelezea John Patterson kwa tatizo kubwa kabisa katika kempu ili tukiachana na malaria, umeona, ni tatizo la simba wala watu. Umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati nzuri usiku mmoja sasa Dr. Patterson akilinda maeneo ya kempu walifanikiwa kumuua simba. Umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati mbaya sasa simba hakuwa simba mla watu, alikuwa ni simba tu wa kawaida. Umeona mpaka hapo. Na kwa utamaduni sasa wa watu wa Wakamba au watu wa Afrika kama tunajua sasa, umeona, zikachukuliwa hizi kucha za simba, umeona, zikatengenezwa kama kidani na akakabidhiwa John Patterson. Na kidani kilitengenezwa na jamaa wetu huyu anaitwa Samuel. Kumbuka sasa historia nzima ya hii movie inasimuliwa na jamaa anaitwa Samuel. Umeona mpaka hapo. Na vile vile pia tunakutana na karakta moja hivi inaitwa Mahina. Na Mahina kama Mahina kihistoria enzi zake alikuwa kashawahi kuwa simba. Umeona mpaka hapo. Na hapa director alikuwa anajaribu kuonyesha kitu kimoja kwamba sio wazungu peke yao walikuwa wanakuja Afrika na kuua simba kama wakozi wetu. Hapana. Waafrika kama Waafrika nao pia walikuwa na uwezo wa kuua simba. Ila tofauti ni kwamba sasa huyu Mahina aliua simba kwa kutumia mikono yake, umeona. Ila kwa upande mwingine John Patterson aliua simba kwa kutumia bunduki. Na cha kuongezea tu ni kwamba karakta ya Mahina ilikuwa ikichezwa na jamaa mmoja hivi South Africa anaitwa Henry Sele, ambaye pia alicheza katika ile karakta ya Shaka Zulu katika TV show inaitwa Shaka. Na jamaa naye pia kwa sasa pia ni marehemu na alifariki mnamo mwaka 2007. Rest in peace Mr. Henry Sele. Ila kuna ishu moja ya ajabu sana ilitokea ndani ya camp. Yaani usiku mmoja wakati wa wafanyakazi wakiwa wamelala katika ile hema ambalo pia jamaa anaitwa Mahina alikuwepo, hawa simba la watu waliingia ndani ya hema wakamchumua Mahina na kwenda kumuua. Umeona mpaka hapo. Na kwa bahati mbaya sasa kitu kiliwagopesha sana watu kwa sababu Mahina kama Mahina ni mtu ambaye alikuwa akiheshimika sana ndani ya camp kama mtu ambaye alishawahi kuua simba. Na hicho kitu sasa kiliwagopesha wafanyakazi, na kuna baadhi ya wafanyakazi wakawa na mpango sasa, umeona, wa kuquit, umeona, kazi yao ya kutengeneza reli au daraja katika eneo la mto Tsavo. Na kwa bahati mbaya zaidi sawa simba wala watu wakaanza kuvamia watu nyakati za mchana, umeona. Na kiuhalisia hiki kitu ilikuwa si kitu ya kawaida kwa sababu wakazi wa ile eneo walikuwa wamezoea kitu kimoja kwamba wa simba walikuwa wakivamia watu nyakati za usiku, umeona mpaka hapo. Na tunaona hapa sasa wakazi au wafanyakazi katika ile eneo kama kutengeneza maboma, umeona, ni mafensi kama fensi ili kuzuia simba kuingia ndani. Ile kwa bahati mbaya kabisa wa simba waliingia, na kwa bahati mbaya zaidi walimuua huyu missionary anaitwa Angus.
Na baadaye kabisa John Patterson kama kutengeneza mtego special kabisa kwa ajili ya kuwanasa wa simba wala watu, na ni mtego fulani ambao alijifunza kipindi fulani iko pande za India, na ni mitego ambayo ilikuwa ikitumika sasa kuwatega chui mbalimbali. Ila kwa bahati mbaya kabisa kama ninavyosema, sasa wa simba alikuwa sio simba wa kawaida yani. Ingawa alifanikiwa kumtega, ila kwa bahati mbaya mtego haukufanya kazi. Na hichi kitu kilimuuzi sana bosi wake, bosi mmoja kwa kiitwa Sir Robert Beaumont kutoka Uingereza. Umeona mpaka hapo. Ujamaa kama kuingia moja kwa moja pande za Afrika kujua kulikoni. Umeona hii project ilikuwa haisogei yani, kitu gani hasa ambacho kinaendelea. Umeona mpaka hapo. Na hapa aligundua kitu kimoja kwamba kuna simba wala watu, na vile vile pia missionary mmoja anaitwa Angus alikuwa kafariki dunia. Kutokana na hilo sasa huyu mkoloni mshenzi Sir Robert Beaumont akaamua kumwajiri mwindaji mmoja maarufu sana kipindi hicho kutoka Marekani alikuwa kiitwa Charles Remington. Na nafasi ikichezwa na jamaa mmoja hivi alikuwa kiitwa Michael Douglas, ambaye tumeona vizuri kabisa katika ulimwengu wa MCU katika ile character inayoitwa sasa Hank Pym katika zile movie za Ant-Man. Umeona mpaka hapo. Na jamaa historia yake ni kwamba Charles Remington alikuwa ni Marekani ambaye kwa bahati mbaya sasa katika ile Civil War, yani vitu vya wenyewe nchini Marekani, umeona familia yake yote ilifariki dunia. Umeona mpaka hapo. Jamaa kama jamaa kuanzia hapo sasa akaamua kusafiri dunia nzima kama mwindaji, na alikuwa kusafiri kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, kutoka bara moja kwenda bara jingine. Umeona mpaka hapo. Na tunaona hapa sasa jamaa wetu mwindaji Charles Remington alikuja hapa na kundi lake la Wamasai. Umeona mpaka hapo. Na bila shaka sawa Wamasai watakuwa ni wale jamaa wale katika kundi moja katika jamii ya Wamasai tunaoita Morani, kwa sababu kihistoria Morani kama Morani walikuwa na experience ya kuua simba mbalimbali. Na tunaona usiku mmoja hapa wakaamua kufanya tambiko na wanakuja ndani sasa kumwinda au kuwawinda simba wawili wala watu. Umeona mpaka hapo. Na kweli jamaa kama jamaa walifanikiwa sasa, umeona, kufanya tracking ya simba, na vile vile pia wakamfanikiwa sasa kumpiga kona huyu simba. Ila kwa bahati mbaya sasa baada ya kumpiga kona huyu mchizi wetu huyu John Patterson alipokuwa na ile bunduki alishindwa kabisa kumuua simba, na alipojaribu kupiga ile bunduki ilishindwa kupiga, na vile vile mchizi akashikwa na butwa. Umeona mpaka hapo. Na kutokana na hilo sasa Morani wa Kimasai wakashangaa ni kitu gani hasa ambacho kinaendelea hii sehemu, na wakaamini kitu kimoja kabisa, huyu simba sio simba wa kawaida, na wakaamini vile vile pia huyu simba atakuwa ni devil, umeona, au pepo au shetani kabisa katika maisha yao. Na vile vile wakasema kitu kimoja, hatuwezi kuendelea kuwinda, umeona, kwa sababu giza linakaribia kuingia, na giza likiingia tu sasa sote tutafariki dunia. Na Morani wakaamua kurudi kule walikotoka na wakachukua ng'ombe zao 10 na kusepa zao. Na sababu kubwa kabisa ya bunduki kugoma, kwa sababu hii bunduki haikuwa ikimilikiwa na John Patterson, ni bunduki fulani ambayo ikimilikiwa sasa na Dr. David. Na baadaye kabisa tunaona hapa Charles Remington anaamua kutengeneza mtego mwingine kabisa kupitia hospitali. Akaamini kitu kimoja kwamba ile harufu ya damu iliyokuwa hospitalini itawavutia au simba wala watu, na vile vile pia akaongeza pamoja na damu ya wanyama bila kusahau wa ng'ombe. Na kwa upande mwingine pia akaamua kuchukua wagonjwa wote hawa na kuwapeleka katika mahema. Ila sasa kwa bahati mbaya wa simba walipokuja wakatingisha kibiriti, wagundua kitu kimoja, hii issue itakuwa ni mtego. Na kwa bahati mbaya zaidi sasa wa simba wakavamia yale mahema yalikopo wagonjwa na kuua wagonjwa wengi. Na kwa bahati mbaya zaidi sasa daktari wao Dr. David naye pia anafariki dunia. Umeona mpaka hapo. Na kutokana na hilo sasa huyu mkuu wa wafanyakazi anaitwa Abdullah akaona hii sio issue, akaamua sasa kuwakonvince wafanyakazi wote kukimbia na kupanda treni na kwenda sehemu nyingine. Na kutokana na hilo sasa Charles Remington, John Patterson pamoja na Samuel wakaona njia pekee ya kuua simba ilikuwa lazima waingie ndani ya nyika sasa kuwa traki sehemu wanayoishi. Na kweli sasa walifanikiwa kuingia ndani kabisa, wakafanya tracking na kwenda katika sehemu ambayo simba walikuwa wakiishi. Na walistaajabu ya Firauni baada ya kuingia katika ile pango na kushuhudia sasa mifupa mbalimbali ya binadamu. Na kiuhalisia wa simba walikuwa sio simba wa kawaida, yani in short maeneo yao ambayo walikuwa wakiishi yalikuwa yamejaa mifupa mingi sana ambapo sio kawaida. Umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati nzuri katika tracking za hapa na pale wakafanikiwa kumuua simba wa kwanza, na simba wa kwanza aliuawa sasa na jamaa anaitwa sasa Charles Remington, na inasemekana ilikuwa ni tarehe 9 umeona mwezi wa 12 mnamo mwaka 1989. Na baada ya hapo jamaa wote watatu kama kusherehekea ushindi. Umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati mbaya katika usiku sasa, usiku ambao John Patterson alikuwa akiota ndoto mbaya zaidi kuwa mtoto wake pamoja na mke wake waliamua kumtembelea pande za Tsavo, na kwa bahati mbaya mke pamoja na mwanae waliuawa na wasimba. Umeona mpaka hapo. Ila aliposhtuka katika hii ndoto sasa, umeona, na kuangalia katika ile hema ambayo alikuwa akiishi Charles Remington, kwa bahati mbaya sasa wasimba walikuwa wameingia, wamemuua Charles Remington na kuchukua mwili wake na kuingiza moja kwa moja ndani ya nyika. Ila kwa bahati
nzuri sasa baada ya kufanya tracking za hapa na pale wakafanikiwa kuupata mwili wa Charles Remington. Umeona mpaka hapo. Na baadaye sasa baada ya siku 20 baada ya kufanya tracking za hapa na pale, kwa bahati nzuri sasa tunaona hapa John Patterson anafanikiwa kumuua sasa huyu simba wa pili, na inasemekana sasa mauaji yalitake place tarehe 29 mwezi wa 12 mnamo mwaka 1989. Na baada ya siku kadhaa wafanyakazi wakaamua kurudi sasa katika sehemu ya Tsavo na kuendelea na ujenzi, na vile vile pia John Patterson akafanikiwa kukutana na mke wake pamoja na mwanae ambaye alizaliwa pande fulani za Uingereza. Umeona mpaka hapo. Na hii ndio ilikuwa story nzima jinsi gani John Patterson alifanikiwa kuua simba sasa aka simba wa watu pande za Tsavo nchini Kenya mnamo mwaka 1898. Ila kiuhalisia hii movie yetu sasa kuna vitu fulani ambavyo vilikuwa vimeingizwa ambavyo vilikuwa ni fiction. Kwa mfano hii character Charles Remington ilikuwa ni fiction, yani haikuwepo kipindi hicho wakati John Patterson akifanikiwa kuua simba. Na vile vile pia watu wengi walikuwa wajui jinsi gani John Patterson alifanikiwa kuua simba. Umeona mpaka hapo. Na vile vile pia simba ambao walikuwa kipindi hicho nje za Tsavo walikuwa ni simba fulani hivi ambao wanaume wao, yani umeona, sababu simba walikuwa ni simba wa kiume, hao simba walikuwa hawana manyoya. Umeona mpaka hapo. Ila simba wetu katika movie yetu walikuwa na manyoya. Na vile vile pia kiuhalisia hao simba wa Tsavo walikuwa ni wakubwa kinoma, yani na inasemekana walikuwa na urefu wa takriban mita 3. Umeona mpaka hapo. Wakati simba wa siku hizi ambao tumewazoea wana urefu wa takriban mita 1.5 mpaka mita 2 na uchafu. Kwa kiuhalisia simba walikuwa ni wakubwa kinoma, yani umeona mpaka hapo. Na vile vile pia baada ya kuwaua simba sample zilichukuliwa na kupelekwa moja kwa moja nchini Marekani ili kujua kitu gani hasa ambacho kiliwafanyia simba kuanza kula watu katika ile eneo, wakati ile eneo sasa likopo na wanyama mbalimbali, umeona, kama pundamilia pamoja na swala. Ila kiuhalisia yani mpaka sasa hivi yani hakuna majibu kamili kwa nini wa simba wawili hawa waliamua kula watu katika eneo la Tsavo. Na kwa ujumla hii movie ilikuwa iko fresh, na ni movie ambayo sasa mimi kama mimi kipindi hicho nikiwa mtoto mdogo siwezi kuisahau, na ni movie ambayo yani ilikuwa inaniogopesha kinoma, yani umeona mpaka hapo. Kwa natamani movie umeipenda, na natamani pia wa madogo ambao mzaliwa miaka 2000 maybe wakapata chance wa kuiangalia tena hii movie. Na kwa hivyo zinafuata ndani ya Ulimwengu wa Banda Umiza, stay tuned.